I join them. And we worship you. We join them. I join the host of heaven. Bwana Yesu, tunasogea mbele zako, Muumba mbingu na nchi, mfalme wa amani, Yesu Kristo, Mungu mkuu. Wewe uliyeketi katika kiti chako cha kifalme huko mbinguni, asante kwa ulinzi wako. Tunasogea mbele zako katika ibada hii ya mtandaoni online. Na afunika kwa damu ya Yesu Kristo watumishi wako wote na watu wako wote wanaotazama sasa duniani mahali popote. Jina lako takatifu likatukuzwe. Nafunga nguvu zote za mkuu wa giza mahali popote. Roho wako Mtakatifu atufungue macho yetu ya rohoni na masikio yetu ya rohoni. Haya tunakwenda kujifunza yakaingie sawa sawa na kuelewa. Tunampinga shetani na mambo yake yote. Amen. Leo tunaendelea tena na kipindi hiki kingine cha saa ya ukombozi na wokovu. Na kwenye kipindi cha leo tunaendelea na sehemu ya pili ya Ijue Madhabahu. Mara ya mwisho tulikuwa tumezungumza aina 3 za madhabahu, ambao tukamalizia madhabahu ya nafsi. Na tulizungumza madhabahu ya nafsi. Hii ni madhabahu ambayo Mungu anajenga ndani ya nafsi ya mtu. Lengo lake Mungu ni kukaa ndani ya mtu, ndani yake. Haleluya. Na tukazungumza nini maana ya nafsi. Nafsi ni sehemu ya mtu inayounganisha kati ya sehemu ya mwili huo wa mtu na sehemu ya rohoni ya mtu. Maana yake kazi ya nafsi ni kutafsiri lugha kutoka rohoni kwenda mwilini ama mwilini kwenda rohoni. Pamoja na hayo, ndani ya nafsi kuna nini? Ndani ya nafsi kuna mawazo. Ndani ya nafsi kuna mipango. Ndani ya nafsi niseme kuna maono. Ndani ya nafsi ndio kuna mambo yale yote ambayo Mungu anaweka ndani. Sasa ndani ya nafsi humo ndio Mungu anaweka nyota. Na tukasema nyota ni sehemu ya uwezo wa Mungu anaompa mwanadamu ili aweze kumtumikia Mungu na kuweza huyo mwanadamu kuishi hapa duniani. Kwa hiyo ile nyota ya Mungu ama uwezo wa Mungu anaweka ndani ya nafsi. Na anapoweka ndani ya nafsi ndio maana utakuta mtu mwingine anasema mimi napenda kuwa daktari. Mimi napenda kuwa mwalimu. Mwingine anasema mimi napenda kuwa mkulima. Mwingine anasema mimi napenda kuwa mfanyabiashara. Nini maana yake? Maana yake uwezo wa Mungu alioweka ndani ya yule mtu ndio inaitwa ni nyota. Kwa hiyo Mungu anajenga madhabahu ndani ya nafsi ya mtu ili kulinda kile Mungu alichokiweka kwa huyo mtu. Leo tunaendelea na sehemu nyingine ya kipindi hiki, ya sehemu ya pili, Ijue Madhabahu, katika kipindi hiki cha saa ya wokovu na ukombozi. Leo tutazungumza aina ya madhabahu ya giza, madhabahu ya mkuu wa giza ama madhabahu ya shetani. Maana tulizungumza siku ile kwa habari ya madhabahu ya nuruni, na tumemalizia aina 3 za madhabahu za nuruni, ambao ni madhabahu ya udongo, madhabahu ya ardhi na madhabahu ya nafsi. Leo tunakwenda kuzungumzia madhabahu ya mkuu wa giza, madhabahu ya mkuu wa giza, madhabahu ya shetani. Nazungumzia madhabahu ya shetani. Madhabahu ya giza ama hii ni madhabahu inayosimamiwa na Mungu aitwaye Shetani. Na Mungu aitwaye Shetani. Na sehemu nyingine inawezekanika usimfahamu Shetani, lakini anatambulika pia kwa jina la Lucifer. Lucifer ndio jina lake. Shetani pia ni sehemu ya jina lake. Kuna aina ngapi ya madhabahu ya giza? Madhabahu ya giza ziko aina 3 za madhabahu za giza. Madhabahu ya kwanza ni madhabahu ya mkuu wa giza. Madhabahu ya pili ni madhabahu ya uchawi. Madhabahu ya 3 ni madhabahu ya ushirikina. Na tutaanza kuongelea hii madhabahu ya mkuu wa giza. Madhabahu ya mkuu wa giza. Madhabahu ya mkuu wa giza ni madhabahu ya namna gani?
Madhabahu ya mkuu wa giza, kwanza nataka ufahamu unaposema mkuu wa giza. Mkuu wa giza wengine wanafikiri kuwa ni pepo. Mkuu wa giza ni mwanadamu halisi kabisa, amezaliwa na mwanadamu. Ni mwanadamu aliyezaliwa na mwanadamu na anaishi mazingira ya kiwanadamu vile vile. Anakula chakula, anajishughulisha, anasikia njaa, anasikia kiu, anachoka. Ni mwanadamu wa kawaida, isipokuwa huyu ni mwanadamu aliyepewa nguvu na shetani. Aliyepewa nguvu na shetani. Aliyepewa nguvu na shetani. Na kwenye Biblia wapo, tutawasoma. Inawezekanika unafahamu lakini usielewe kwa sehemu kubwa. Madhabahu ya mkuu wa giza. Nianze na hiyo aina ya madhabahu ya mkuu wa giza. Katika hiyo sehemu ya madhabahu ya giza, kuna tatu za madhabahu ya giza. Madhabahu ya mkuu wa giza. Hii ni madhabahu, narudia tena kusema, hii ni madhabahu ya mkuu wa giza inayosimamiwa na kuhani wa giza. Kuhani huyo wa giza aliye kinyume na Yesu Kristo. Kwenye kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 13. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 13, Biblia inasema hivi. Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 13, Biblia inasema hivi. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 13, Biblia inasema hivi. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hapo Mungu anatoa angalizo, ama Mungu anatueleza namna ya kupambana na mkuu wa giza. Sasa nataka ufahamu kwa nini nazungumzia madhabahu ya mkuu wa giza. Naposema huyu ni kuhani wa shetani, naposema kuhani ni mpatanishi, ni kuhani wa shetani, amepewa nguvu na shetani. Lengo ni kutekeleza kazi za shetani. Lengo ni kutekeleza kazi za shetani. Nirudie tena kusema huyu ni mwanadamu halisi aliyepewa nguvu na shetani ili kutekeleza kazi za shetani. Kazi ya shetani ni kuiba, kuua ama kuchinja na kuharibu. Kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 10, Yohana sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema hivi. Yohana sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema hivi. Yohana sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema hivi. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wao nao tele. Haya ni maneno ya Yesu akiwaambia wanafunzi wake. Kwa kazi ya kwanza ya shetani ni kuiba. Shetani hana chochote hapa duniani, hana, na wala hajui hata kuumba, na wala hajawahi hata kuumba. Hiyo kazi ya kwanza ni kuiba. Yaani kuiba ni kitendo cha mtu kuchukua kitu cha mtu bila ridhaa ya muhusika, bila ridhaa ya muhusika. Kwa hiyo shetani kazi yake ya kwanza ni wizi, na kazi yake ya pili shetani ni kuua. Biblia hapa inasema kuchinja. Kuchinja ni kuua, tafsiri yake. Kwa kazi ya pili ya shetani ni kuchinja, na kazi ya tatu ya shetani ni kuharibu. Kuharibu maana yake roho ya mafarakano, roho ya mafarakano makanisani, roho ya mafarakano kwenye jamii, roho ya mafarakano eneo lolote lile ambayo shetani anaingia kuharibu. Kwa hiyo ni kuharibu. Shetani mpango wake ni kuharibu. Kwa hiyo shetani ana kazi tatu. Kwa huyu tunaposema mkuu wa giza, kazi yake ni kutekeleza kazi za shetani. Kazi aliyo nayo ni kutekeleza kazi ya shetani ya kwanza. Ya kwanza ni kuiba, ya pili ni kuchinja ama kuua, ya tatu ni kuharibu. Hizo ndizo kazi tatu za shetani. Kwa hiyo ndio kazi tatu za shetani. Sasa kama hao aliniposema, huyu ni mwanadamu halisi aliyepewa nguvu na shetani ili kutekeleza kazi za shetani ambazo ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Lakini anazo katika hizo kazi tatu zimegawanyika maeneo mbalimbali.
katika hizo kazi tatu zimegawanyika maeneo mbalimbali. La kwanza nataka ufahamu, naposema huyo mkuu wa giza, mkuu wa giza huyo, yeye amepewa mamlaka na Shetani, na nitakutajia nguvu yake kutoka linki ya dunia nzima mpaka ngazi ya chini kabisa katika linki, na kila mkuu wa giza anatawala eneo lake. Sasa katika sehemu hii, katika hizo kazi tatu zimegawanyika maeneo mbalimbali. Kwa mfano nasema kuiba kumegawanyika maeneo yake, kuchinja ama kuua kumegawanyika, na kwenye kuharibu pia kumegawanyika. Katika kugawanyika kumegawanyika katika maeneo mbalimbali kwa maeneo haya ninayozungumza sasa. Yaani haya ninayozungumza yamegawanyika, yako ndani ya ni sehemu. Yeye ndiye kuhani wa Shetani anayewaunganisha watu wa duniani na Shetani aliyekuzimu katika ulimwengu wa roho. Watu wa Mungu, Shetani ni roho. Kwa hiyo yeye sasa anamtumia mtu, na huyo mtu sasa ambaye tunaosema huyo mkuu wa giza ni kuhani. Unaposema kuhani ni mpatanishi, maana yake ni kwamba ama muunganishi. Yeye ndiye anayewaunganisha watu katika ulimwengu wa roho, kutoka mwilini anaunganisha na watu wa ulimwengu, anaunganisha na Shetani ambaye yuko katika ulimwengu wa roho. Sasa hii ndio kazi. Unaposema kuhani ni mpatanishi, kwa hiyo hii ni moja ya kazi anayofanya mkuu wa giza. Kazi nyingine ya mkuu wa giza, yeye ndiye anayezuia maombi ya watakatifu ama Wakristo walioko duniani yasifike maombi hayo mbinguni. Yeye ndiye anayezuia maombi ya watakatifu ama Wakristo walioko duniani kufika mbinguni. Kazi hiyo anaifanya yeye. Hiyo kazi anaifanya yeye, kuzuia maombi ya watakatifu. Nasema mkuu wa anga kwa lugha nyingine. Tumesoma kwenye kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 6. Mkuu wa anga kazi yake mojawapo ni kuzuia maombi ya watakatifu, na kazi yake hiyo nyingine, nazungumza ya pili, mojawapo, pamoja na kwamba mtu wa Mungu anaweza akawa ameomba, lakini pia anazuia majibu ya watakatifu ama ya Wakristo yaliyotoka mbinguni yasifike duniani. Anazuia, mbali ya kuzuia maombi yasifike mbinguni, lakini yeye pia anazuia yale majibu ambayo ya watu wa Mungu wameomba, ama Wakristo ama kanisa limemwomba Mungu. Yeye anazuia majibu. Kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya 10, Danieli sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 14 unaweza kusoma, lakini nitasoma mistari michache tu. Danieli ile sura ya 10, Biblia inasemaje? Danieli sura ya 10, Biblia inasema hivi. Danieli sura ya 10, ukianza kusoma mstari ule wa kwanza, anasema katika mwaka wa 3 wa Koreshi mfalme wa Uajemi, Danieli ambaye jina lake aliitwa Belshaza alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa, naye akalifahamu neno lile, akaelewa na maono hayo. Katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma 3 kamili yalipotimia. Naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi na ufazi. Mwili wake pia ulikuwa kama za barajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Nami Danieli nikaona maono haya peke yangu, maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya. Lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami naliposikia sauti ya maneno yake ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeelekea nchi.
natazama mkono ukanigusa, ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Narudia hapo kusema, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Kwa hiyo hapa Danieli maombi yake yalisikiwa na Mungu mbinguni. Lakini nini kilitokea sasa? Majibu. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Hapa Danieli anaendelea kueleza ya kwamba katika zile siku zake 21 alizokuwa akifunga kwa ajili ya taifa la Israeli, Mungu alijibu siku ile ya kwanza. Lakini Danieli hakuwa anajua kama Mungu ameshajibu. Na Mungu alijibu, akamtuma malaika Gabrieli apeleke majibu kwa Danieli. Lakini yule malaika Gabrieli alizuiwa na mkuu wa giza. Nataka ufahamu, sio kila malaika anaweza kufanya jambo fulani kwa uweza wa Mungu. Kila malaika na kazi yake. Hapa malaika Gabrieli alizuiliwa kupeleka majibu kwa Danieli. Alipingwa siku 21. Ni nani aliyempinga pale? Ni mkuu wa giza. Mkuu wa giza alikuwa amesimama katikati, katika anga katikati. Danieli yuko chini, mkuu wa giza yuko katikati angani, na Gabrieli yuko juu, anashindwa kushuka. Gabrieli alizuiliwa kupeleka majibu kwa Danieli. Kwa hiyo kazi mojawapo ya mkuu wa giza ni kuzuia maombi ya majibu ya watakatifu. Kwa hiyo anaweza kazuia maombi ukifanikiwa yakapenya, basi yeye ndiye anayezuia majibu sasa. Haleluya. Haleluya. Yeye ndiye kazi yake mojawapo ya kuzuia majibu. Kazi nyingine anayoifanya, yeye ndiye mtawala, mfalme wa kiroho, na sehemu nyingine pia anaweza katawala pia na kimwili. Huyo mkuu wa giza, yeye ndiye mtawala, mfalme wa kiroho wa eneo husika. Hapa naomba nieleze jambo kidogo. Unapozungumzia mkuu wa anga, nimeeleza tena, narudia tena. Huyu ni mtawala wa eneo, ni mwanadamu la kwanza. Yuko mkuu wa anga wa dunia nzima. Yuko mkuu wa anga wa dunia nzima. Yuko mkuu wa anga wa mabara, yaani mkuu wa anga huyo mmoja anatawala bara hili na bara hili. Kwa mfano, yuko mkuu wa anga ambaye ni mkuu wa giza, anatawala bara la Arabu ama bara la Asia na Afrika. Yuko mkuu wa giza wa kila bara. Yuko mkuu wa giza wa kila ukanda wa bara, mfano Afrika Mashariki. Yuko mkuu wa giza wa Afrika Mashariki. Yuko mkuu wa giza wa Afrika ya Kati. Wote ni wanadamu. Yuko mkuu wa giza wa Afrika Magharibi. Yuko mkuu wa giza wa nchi zote za kusini mwa Afrika. Kwa kila mahali kwenye ukanda kuna mkuu wa giza. Pamoja na yuko mkuu wa giza wa kila nchi. Ni utawala huu. Ukitoka kwenye kila nchi, yuko mkuu wa giza wa kila kanda katika nchi. Mfano, kanda ya nyanda za juu kusini, kanda ya mikoa ya mashariki, mikoa ya kati ya nchi yoyote, mikoa ya magharibi. Kila kanda yuko mkuu wa giza. Lakini pia yuko mkuu wa giza wa kila mkoa. Yuko mkuu wa giza wa kila wilaya. Yuko mkuu wa giza wa kila kata.
Ngazi ya mwisho kabisa ni mkuu wa giza wa mtaa, kwa maeneo yale ambayo ni manispaa. Kwa yale maeneo ambayo sio manispaa, nasema yuko mkuu wa giza wa kijiji. Kijiji ni maeneo yale ambayo hayaitwi manispaa, lakini maeneo yote yale ya manispaa yanaitwa ni mtaa. Maeneo ambayo sio manispaa yanaitwa kijiji. Kwa hiyo yuko mkuu wa giza wa kijiji, na hiyo ndio linki ya mwisho kabisa. Huyu ni mwanadamu. Sasa nikupe tu nguvu ya mkuu wa giza. Nguvu ya mkuu wa giza ya eneo la kijiji ama la mtaa ni mwanadamu. Nguvu yake, ana mapepo 99 ya awali. Hiyo ni nguvu yake, na nitakwambia namna ilivyogawanyika katika kufanya kazi ya ulimwengu wa giza. Pamoja na hayo mapepo 99, yako mapepo tena mengine 274,000 ama 274,000. Alafu yako tena mapepo mengine 99,000. Yako 99 ya kwanza, yako mengine 274,000 au 274,000, alafu mengine yako 99,000. Sasa unaweza kujumlisha hapo ukapata idadi mangapi. Ukijua hiyo idadi kwa haraka haraka, unaweza kujumlisha hiyo idadi ya hayo mapepo yalivyo, kwa kutaka kujua kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Uchukue 99 ujumlishe 274,000 ujumlishe na 99,000, unapata 373,099. Hii 373,099 ndiyo nguvu ya mkuu wa anga ama mkuu wa giza wa mtaa ama wa kijiji. Katika haya mapepo haya ameyapata wapi haya mapepo? Amepewa nguvu ya kuyatengeneza. Yeye ndio anayeyatengeneza haya mapepo. Nguvu hiyo amepewa na nani? Nguvu hiyo amepewa na Shetani. Unaposema pepo, pepo ni nguvu katika ulimwengu wa roho ambayo mtu anakuwa nayo, haswa ulimwengu wa giza. Pepo anakuwa nayo. Sasa hayo mapepo hayo zaidi ya 300 tumesoma hapa kwenye zile kazi za Shetani 3: kazi ya wizi, kazi ya kuua, kazi ya kuharibu. Haya mapepo yamegawanyika katika hayo maeneo matatu ya wizi. Kwa mfano chuma ulete, wengine wanafanya biashara, akimaliza tufanya biashara atoe hesabu, anamaliza tu anasema niangalie hesabu yangu, hela zangu nilizofanya biashara. Tayari maana yake liko pepo la chuma ulete, pepo la wizi limeshaingia. Sehemu nyingine nasema pepo la uuaji ama pepo la kuchinja. Yako baadhi ya magonjwa ambayo Shetani anayaingiza, lengo lake watu wafe mapema. Kufa mapema manake ni Shetani amekuua ili usimjue Yesu Kristo. Sehemu nyingine kwa masuala ya kuua ni sehemu ile ya kuua kupitia ajali. Haya yote ni mapepo yanayofanya kazi, ni nguvu ya mkuu wa giza, yeye anayatuma. Na mapepo yote yako chini ya mkuu wa giza. Hakuna pepo lote hilo juu ya hayo. Mapepo yote yanatumika na mkuu wa giza. Mapepo yote yanatumwa. Kwa lugha nyepesi, mapepo ni wafanyakazi wa mkuu wa giza. Mapepo ni vibaraka wa mkuu wa giza. Na yako mapepo mengine ambayo kazi yao ni kuharibu. Mfano, kanisani kuna mipango, kwenye kwaya kuna mipango, kwa watu fulani wana jambo jema tu wana mipango kwa ajili ya jamii. Anatuma pepo la mafarakano, anatuma pepo la uharibifu. Kwa kila pepo lina kazi yake. Mwingine anaweza sielewe unaposema pepo. Pepo huwezi kumuona, lakini unaweza kuongea naye, anakusikia na wewe unamsikia. Huyo pepo akiwa katika mazingira ambayo unaweza ukaongea naye kwa kumuona, kwa lugha nyingine akivaa mwili, huyo haitwi pepo, anaitwa jini. Anaweza akavaa akachukua mwili wa kiumbe, mfano mtu,
anaweza akachukua mwili wa kiumbe paka, anaweza akachukua mwili wa kiumbe panya. Huyu anaitwa jini, anaitwa jini. Ukiwa unamuona kwa macho ya nyama anaitwa jini. Na wako mapepo wengine wanavaa mwili wa mwanamke, wanavaa mwili wa mwanaume, wanavaa. Kwa hiyo akishavaa ule mwili tunasema ni jini, sio tena pepo, ni jini. Pepo ni ile hali ambayo huwezi kumuona, huwezi kumgusa, lakini akiwa katika hali ya kumuona unaweza kumgusa, anaweza akala, huyo tunasema ni jini. Kwa hiyo wako tu wengi wametapakaa. Ngazi ya mwisho kabisa ya mkuu wa giza, yeye anatawala katika eneo la mtaa. Maanake kutoka kata inafuata mtaa, sio mtaa ile street, kutoka kata inafuata mtaa. Mtawala wa eneo lile unaweza ukamjua, unaweza usimjue, lakini yupo. Huyu kazi yake kubwa lile eneo, manake anatawala. Kwa hiyo hapa kwenye hiki kipengele cha kwamba katika kazi moja hapo anazozifanya huyu mkuu wa giza ya kutawala watu. Unaposema kutawala, manake inategemea anatawala katika eneo gani, amepewa mamlaka katika ya utawala wa eneo gani. Kwa hiyo niseme kwamba yeye ndiye mtawala ama mfalme wa kiroho, na wakati mwingine anatawala na kimwili pia, kiroho na kimwili, wa eneo husika. Hapa nazungumzia madhabahu ya giza, nazungumzia utawala wa shetani wa giza. Ya tano, sehemu nyingine, yeye ndiye muonaji wa eneo husika la utawala wake. Mfano, kama kuna jambo lolote lile, jambo lolote, labda mahali fulani watu wamepanga kwa ajili ya eneo hilo wanalolitawala, yeye kwenye ulimwengu wa roho anakuwa ameshaliona tayari, anakuwa ameshaliona. Yeye ndiyo muonaji wa eneo lile, muonaji. Mfano halisi mwingine wa pili, labda kuna watu wanataka wakafanye mkutano mahali fulani, mkutano wa Injili ama huduma yoyote ile ya kiroho, ya kwamba watu wakamjua Yesu Kristo kama ni Bwana. Mtawala wa eneo lile anakuwa tayari ameshawaona, mmefanya kikao, ameshawaona na ameshasikia, mmeshafanya kikao, yeye ameshawaona tayari. Ndio tunazungumzia yeye ndio muonaji. Na maeneo mengine mtasikia, au labda inawezekanika uliwahi kusikia, wanasema eti huyu ndio mlinzi. Hakuna mkuu wa giza aliye mlinzi hata siku moja. Mkuu wa giza yoyote kazi yake ni kuangamiza, anatekeleza kazi tatu za shetani. Hakuna. Eneo lingine wanasema yeye ni mpatanishi. Hakuna upatanishi kati ya watu na watu. Hakuna hata mmoja. Haleluya. Hiyo nataka ufahamu moja hapo ya kazi ya mkuu wa giza. Lakini pia sehemu nyingine, yeye ndiye anayetengeneza mapepo ya roho chafu ya wizi, mauti na uharibifu. Yeye ndiyo anayoyatengeneza, kwa sababu yeye ndiyo anayetekeleza kazi za shetani. Kwa hiyo yeye amepewa nguvu ya kuyatengeneza. Kwa mfano, inaweza usinielewe hapa. Yuko mtu anakwenda kwa huyo mkuu wa giza kutafuta nguvu kidogo. Yule mkuu wa giza anampa pepo la uharibifu, ama anampa pepo la wizi, anaondoka nalo. Likienda kule nyumbani, maana yake pepo atakuwa linakaa, likitumwa nenda kanichukulie hela mahali fulani, linakwenda linachukua hela, linarudisha. Nenda karibu watu fulani wana umoja wao, wanakwenda kule wanaharibu, hilo pepo linatumwa linaharibu. Kwa hiyo haya mapepo yote ndiyo yanatengenezwa na huyo mkuu wa giza. Kwa wale watu wanaokwenda kutafuta msaada kwa ulimwengu, kwa kuhani wa mkuu wa giza, ambao wao wanajua kwamba huyu mkuu wa giza atanisaidia jambo fulani, huwa wanapewa nguvu, wanapewa pepo. Wengine wanakwenda kwa hao kutafuta nguvu ya utawala, wanapewa nguvu ya utawala. Fuatilia mambo ya uchaguzi yanavyokwenda, fuatilia,
taarifa za nyuma, fuatilia. Wengi anaendaga kule kuagiza. Anawapa nini? Anaenda kuwapa nguvu ya utawala. Maana yake anawapa pepo la kumsaidia kutawala kwa lazima. Umenielewa? Asante. Sehemu nyingine, kaa kidogo nisome kwenye kitabu cha Mathayo 12:22 mpaka 30. Taona hapa mkuu wa giza huyo kazi yake. Mathayo sura ya 12 mstari wa 22 mpaka 30. Mathayo sura ya 12, Biblia inasema hivi. Mathayo sura ya 12 mstari wa 22 mpaka 30. Biblia inasemaje? Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu, akamponya hata yule bubu akanena na kuona. Yaani huyu mtu alikuwa ana pepo. Huyo pepo alimfanya huyu mtu kuwa kipofu na akawa hawezi kuongea, lakini Yesu akamponya. Kiendea mstari 23, Biblia inasema hivi. Makutano wote wakashangaa wakasema, huyu siye mwana wa Daudi? Lakini Mafarisayo waliposikia walisema, huyu hatoi pepo ila kwa Beelzebuli mkuu wa pepo. Unaona neno mkuu wa pepo, Beelzebuli, manake huyu ndiye anamiliki mapepo, huyu ndiye anayetengeneza mapepo, Beelzebuli. Hatoi pepo ila kwa Beelzebuli mkuu wa pepo. Basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia, kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake hufanyika ukiwa. Tena mji wa nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake, basi ufalme wake utasimamaje? Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, ndio Yesu anauliza, na mimi kwa lugha nyingine nikienda kuchukua nguvu kwa Beelzebuli ambaye ndiye anayetengeneza mapepo, anayemiliki mapepo, je, wana wenu huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Ama mwawezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Haleluya. Manake hapa Yesu anaeleza juu ya huyo Beelzebuli. Huyu Beelzebuli ni mwanadamu. Anayezungumzwa hapa ni mwanadamu, lakini yeye ndiye anasema mkuu wa pepo, ndio anayemiliki hayo mapepo, ndio anayeyatengeneza. Kwa nataka ufahamu, mapepo yanatengenezwa na huyu mkuu wa giza. Mapepo yanatengenezwa na huyu mkuu wa giza. Ndio hayo majini na huyu mkuu wa giza. Naendelea. Sehemu nyingine, huyu mkuu wa giza ndiye mwalimu wa wachawi. Mkuu wa giza ndiye mwalimu wa wachawi. Wachawi wote unaojua wachawi, mwalimu wao ni mkuu wa giza. Ni mwanadamu huyu. Sasa huwezi kuwa mwalimu wa wachawi kama wewe sio mchawi. Kwa lugha nyepesi, huwezi kuwa mwalimu wa walimu kama wewe sio mwalimu. Mpaka unakuwa mwalimu wa walimu, manake wewe ni mwalimu, wewe ni mkufunzi. Kwa hiyo huyu mkuu wa giza naye ni mchawi. Kama anawafundisha wachawi, anawafundisha elimu ya uchawi kwa wachawi wafanikiwe kufanya kazi ya uchawi, basi yeye pia ni mchawi. Kwa hiyo huyu mkuu wa giza ni mwalimu wa wachawi. Huyu mkuu wa giza ndiye mtendaji mkuu wa shetani wa kupokea maagizo kutoka kwa shetani na kutoa au kupeleka kunako husika hapa duniani. Hiyo ni moja ya kazi ya mkuu wa giza. Yeye ndiye anayepokea maagizo yote ya shetani, kwamba kafanye hiki, kafanye hiki, kamwambie huyu afanye hiki, kamwambie huyu afanye hiki. Kwa hiyo anayekuja pale sasa, huyo mkuu wa giza, yeye ndio anayetekeleza hayo maagizo aliyotoa shetani, anayakusanya huyo mkuu wa giza. Na anatoa kwa wakina nani? Ndio anaitisha vikao na wachawi usiku, kuanzia saa 6 usiku kwenye vilinge vyao. Vilinge ni madhabahu za kichawi, zipo za uchawi. Wanakutana kuanzia saa 6 kamili usiku. Anawapa maagizo yote ambayo
Shetani anataka yakafanywe na nani? Yakafanywe na mkuu wa giza. Kwa hiyo huyu mkuu wa giza yeye ndio anachukua maagizo kutoka kwa shetani chini kuzimu, alafu anakuja kuwapa wale wanaotakiwa wafanyiwe hiyo kazi. Maagizo anayapata wapi? Maagizo anayapata kwa shetani. Kine yeye ndiye huzuia kazi za kanisa, ama ndio anayezuia kazi ya Yesu Kristo ama kazi ya watakatifu isisonge mbele ama kufuta kabisa. Yeye ndio anayezuia. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 12 na Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 5, utasoma vizuri. Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 12 na Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 5. Hapa kuna mtu na mwanae. Kwanza kuna mfalme mmoja anaitwa Herode. Yesu Kristo wakati amezaliwa nyota ilitokea. Na sio tu yeye, na watoto wengine wakati wamezaliwa siku hiyo ambayo Yesu Kristo naye alikuwa amezaliwa, nyota nyingi zilitokea. Manake kadiri idadi ya watoto waliokuwa wamezaliwa na idadi ya nyota ilikuwepo. Lakini nyota ya Yesu iliyokuwa imetokeza ilikuwa imeng'aa sana na ilikuwa ina crown ya kifalme. Kwa wale mamajusi walipoziona zile nyota, lakini kulikuwa na nyota moja ambayo imezidi nyota zote, wakasema hapa kuna mfalme amezaliwa. Namzungumzia Herode. Wakabeba zawadi, wakaenda moja kwa moja mpaka kwa mfalme kwenye nyumba ya kifalme kuulizia mfalme aliyezaliwa. Lakini walipofika pale kwa Herode alikataa, akasema hapana, hapa hakuna mfalme aliyezaliwa. Nao akasema hapana, tuliona nyota yake. Akasema hapana, labda shikeni njia huko mkaulize. Lakini Herode alifanya utafiti kuwauliza waandishi, nao waandishi wale walijibu kulingana na maandiko ya Biblia. Sasa angalia alichokuwa amekifanya Herode. Herode baada ya kusikia alikuwa amepanga sasa kuua watoto wote kuanzia umri wa miaka 0 mpaka 2. Kwa lugha nyingine alitaharuki, akijua kwamba kuna mfalme mwingine amekuja anataka kunipindua. Kwa hiyo lengo lake huyu manake alikuwa anampinga Yesu Kristo. Na kama alikuwa anampinga Yesu Kristo, alikuwa amepanga kumuua Yesu ili kutoa utawala wa Yesu manake usiwepo. Kwa sasa hapa unakuja kuelewa kabisa kama alikuwa amempinga Yesu na lengo lake ni la kumuua Yesu, japo hakufanikiwa. Maana ndio ule mpango kwamba malaika wa Mungu aliwatokea wale mamajusi kwenye ndoto na kuwaambia kwamba wasimrudie Herode, washike njia moja kwa moja kurudi kwao wakipitia njia nyingine. Pale maana yake Herode alikuwa na mpango mbaya kwa ajili ya kumuua Yesu Kristo. Kwa nataka ufahamu mpango wa mkuu wa giza. Huyu ni mmoja wapo aina mkuu wa giza, Herode. Mpango wa mkuu wa giza ni kuhakikisha kupinga kazi zote za kanisa ama za watakatifu wa Bwana ama za Wakristo kwa lugha nyepesi. Kwa kuhakikisha kwamba kazi zote hizi hazisongi mbele. Hiyo ndio kazi ya mkuu wa giza anayotaka kuifanya ama anayoifanya. Kwa hiyo hapa umeona kabisa. Na ukiendelea kusoma kwenye kile kitabu cha Mathayo ile sura ya Matendo ya Mitume ile sura 12 mstari wa 1 mpaka wa 5, kule kuna mtu mwingine naye anaitwa Herode, lakini ni Arkelao. Arkelao ni mtoto wa Herode. Angalia, Herode kazi yake kule ni kuangamiza kanisa, maana yake alimwangamiza, mpango wake alikuwa kumwangamiza Yesu. Na hapa mtoto wa Herode huyu tena anaitwa Arkelao alimtoa Yakobo akamchinja, wanafunzi wa Yesu hao. Na hapo pia akawa amemtoa mwanafunzi mwingine anaitwa Petro ili amchinje naye amuue. Siku ile iliyotoa inatakiwa ifuatwe. Lakini uzuri wa Mungu, nashukuru Mungu, ashukuriwe Mungu, kanisa limuomba Mungu kwa bidii, lakini Petro akatoka. Ninachotaka hapa kukuambia ni kwamba hivi, kazi ya mkuu wa giza moja wapo ni hii, kuharibu. Maana yake ni kupinga mipango ya kanisa, kupinga mipango ya watakatifu, kupinga mipango ya Wakristo. Kwa lugha nyingine, kanisa lisisonge mbele. Kazi hiyo nani aliyepewa hapa duniani?
ni mkuu wa giza. Nirudie kusema, mkuu wa giza ni mwanadamu kama wewe, kama mimi. Ana macho ya nyama, lakini yeye kila kitu anacho kama kawaida, lakini yeye amepewa nguvu na ulimwengu wa giza na Shetani. Kazi yake kubwa ni kutekeleza kazi za Shetani hapa duniani, ambazo hizo kazi ziko hizi 3. Kazi ya kwanza kuua, kazi ya kwanza kuiba, kazi ya pili kuua ama kuchinja, kazi ya 3 ni kuharibu. Hiyo naomba uifahamu namna hiyo. Haleluya, haleluya. Na kwenda kwenye sehemu nyingine, kwenye majumuisho. Na kabla sijaenda kwenye majumuisho, nizungumzie hapa sasa kwenye madhabahu ya mchawi. Nimekwambia kuna aina 3 za madhabahu ya mkuu wa giza za Shetani, madhabahu 3 za Shetani. Madhabahu ya kwanza ni ya mkuu wa giza, madhabahu ya pili ni ya uchawi, madhabahu ya 3 ni ya ushirikina. Hapa nakwenda sasa kueleza madhabahu ya uchawi. Madhabahu ya uchawi ni nini? Madhabahu ya uchawi. Madhabahu ya uchawi ni madhabahu ya utendaji kazi ya mkuu wa giza, utekeleza kwa vitendo maagizo yote aliyopewa mkuu wa giza kuyafanya hapa duniani. Hii ni madhabahu ya utendaji kazi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba hivi, wachawi ndio watendaji kazi wa maagizo aliyopewa mkuu wa giza. Nyuma hapa nilikwambia kwamba kama kuna jambo, yeye ndio muonaji wa hilo eneo, na kuna jambo ameliona kwenye ulimwengu wa roho, labda kuhusiana na huduma yako ama kuhusiana na kazi yoyote ile ya kanisa. Akishaiona kwenye ulimwengu wa roho, na anajua kadri mnavyopanga, yeye anakuwa ameona. Sasa ili kuanzia katika masuala ya kuja kuharibu, manake katika vile vikao anawaita wale wachawi kwa maagizo yale aliyokuwa amepewa. Anawaita wale wachawi, anawaambia na kuwapa maagizo wakatekeleze. Kwa hiyo huyu mchawi anakwenda kutekeleza. Sasa inawezekanika ndio kwenye hilo kanisa unalosali naye yupo, na sio kwa bahati mbaya wala nzuri. Sehemu yote ile yenye kazi ya Mungu, sehemu yote ile ambapo Mungu anajidhihirisha, naye Shetani naye yupo. Kwa nataka ufahamu, sehemu yote na kazi ya Mungu inapofanyika, ujue Shetani naye yupo, ana watu wake anawaleta kwa ajili ya kuharibu. Sasa hawa wanaharibuje? Ndio wanakuwa wametumwa kwenye vikao vyao, amepewa maagizo kuja kuharibu. Huyu ni mchawi. Kwa uchawi ni madhabahu ya utendaji kazi ya mkuu wa giza. Chini yake ndio hao wanaotenda kazi wakina nani? Wanaitwa wachawi. Wachawi wanafanya hiyo kazi. Wachawi ndio wanaofanya hiyo kazi. Haleluya, mtu wa Mungu. Haleluya. Naamini unanielewa. Sasa hapa tunaweza kusoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 8 na Yoshua 13 mstari wa 22. Nianze kusoma Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 8. Biblia inasema hivi. 13 mstari wa 8, Matendo ya Mitume. Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 8. Matendo ya Mitume ni Agano Jipya. Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 8. Biblia inasemaje? Inasema hivi. Lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Unaona hapa kwenye kutekeleza hapo, anatekeleza nani? Ni mchawi ndio anayetekeleza. Ni mchawi anatekeleza. Na kitabu kingine Yoshua 13:22. Yoshua 13:22. Biblia inasema hivi. Kitabu kile cha Yoshua 13:22. Biblia inasema hivi. Yoshua. Balaam naye huyo mwana wa Beori, huyo mchawi, wana wa Israeli walimuua kwa upanga kati ya hao wengine waliowaua. Balaam naye huyo wa Beori, huyo mchawi, wana wa Israeli walimuua kwa upanga kati ya hao wengine waliowaua.
Huyu ukitaka kufuatilia habari ya kazi alizokuwa amefanya, ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu utagundua kazi alizokuwa amezifanya na mambo mengine. Haleluya. Hapo nilikuwa nakufahamisha tu wachawi namna wanavyofanya kazi. Asante. Naingia kwenye kile kitabu na sehemu nyingine sasa, madhabahu ya ushirikina. Na hii ndio nitamalizia hapa, madhabahu ya ushirikina. La kwanza niseme mshirikina ni nani ili uweze kuelewa madhabahu ya ushirikina. Mshirikina ni yule mtu yoyote ambaye yeye anaamini kwamba nikitaka kufanikiwa kwenye jambo hili niende kwa mkuu wa giza, niende kwa mganga. Ndio anaamini hivyo. Kwamba nikitaka kulima nipate mazao mengi niende kwa mganga, niende kwa mkuu wa giza. Kwamba nikitaka kusoma ili nifaulu niende kule nikachukue kanguvu. Kwamba nikitaka kuwa kiongozi wa utawala kisiasa ama kwenye jambo lolote niende kwa mkuu wa giza akanipe nguvu. Huyu sio mchawi, ni mshirikina. Ni mshirikina. Hapo utakuwa umenielewa. Sasa kwa lugha nyepesi ya kueleweka nyingine nasema hivi. Ushirikina ni kitendo cha mtu kuamini na kutafuta nguvu ya mafanikio ya jambo fulani kwa shetani kupitia mkuu wa giza. Ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu 22:5 mpaka 7. Hesabu 22:5 mpaka 7. Utaona yuko mtu aliyekuwa anakwenda kutafuta nguvu. Hesabu 22:5 mpaka 7. Hesabu 22:5 mpaka 7. Biblia inasemaje? Hesabu 22:5 mpaka 7. Biblia inasema hivi. Hesabu 22:5 mpaka 7. Biblia inasema hivi. Hapa utakutana na mtu mmoja, yeye ni mtawala huyo. Biblia inasema, basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi, labda nitaweza tupate kuwapiga niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie ubarikiwa na yeye umlaanie ulaaniwa. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikiria Balamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Yuko mfalme huyu Balaki alikuwa na hofu ya kuvamiwa na wana Israeli. Kumbe wana Israeli walikuwa wanataka kupita, lakini alisikia kwamba wameuao huko watu wengine. Kwa hiyo sasa hapa maana yake alikuwa anatafuta nguvu. Unaona, anatafuta huyu, unasema mshirikina Balaki. Anatafuta nguvu kwa nani? Kwa Balaam. Anatafuta nguvu, mkuvu. Huyu sio mchawi Balaki, ni mshirikina. Haleluya. Haleluya. Ukiendelea sasa, niseme sasa katika sehemu ya majumuisho katika yote. Kwa ufupi nimalizie kusema katika majumuisho, ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu ya Torati ile sura ya 18 mstari wa 9 mpaka 14. Kumbukumbu ya Torati, Biblia inasema hivi: utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Walifanyaje haya? Anasema hivi: asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Kwa maana mtu atendayo hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Na Mungu anaendelea kusema hivi, anamwambia uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa hayo utakayomiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao, bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Katika ujumuisho huu kwenye kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura 18 mstari wa 9 mpaka wa 14 ni kwamba Mungu anawakumbusha na kuwaonya tena wana wa Israeli katika ile nchi aliyowaahidia ya Kanaani.
kwamba wasiende kujifunza yale ambayo wanayafanya kule. Sasa Wakanani, Wayebusi na wengine walikuwa wanafanya mambo gani? Maana yake walikuwa wanafanya uganga, yaani walikuwa wanafanya mambo ya ukuu wa giza, walikuwa wanafanya uchawi, walikuwa wanafanya ushirikina. Kwa mujibu wa maelezo haya tuliposoma, na Mungu anawaambia wasifanye hivyo, ama wasijifunze kufanya kwa wanavyofanya wale. Na nataka nikwambie kwa nini Mungu aliwaondosha wale Wakanani. Kwa nini Mungu aliwaondosha? Ni kwa sababu walikuwa wanafanya uchawi, ushirikina na uganga. Mungu hakupendezwa naye, na ndio maana Mungu aliwaotoa wale. Ni watu kabisa wazuri, walikuwa wameumbwa na Mungu kabisa, lakini walimwacha Mungu. Biblia hapa inasema hivi, tena ni kwa sababu hiyo. Ukisoma hapa mstari, ukisoma mstari 12, kwa maana mtu atendayo hayo ni chukizo kwa Bwana, kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Kwa wale walifukuzwa kwa sababu walikuwa wanafanya uganga, walikuwa wanafanya ushirikina, walikuwa wanafanya uchawi. Mganga ni aina ya mkuu wa giza. Kuna aina nyingi ya wakuu wa giza. Mganga ni aina ya mkuu wa giza. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo sura 12, 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 Biblia inasema hivi. Mathayo sura 12, Biblia inasema hivi. Naanzia ule mstari wa 22, lakini sitaenda kote, nimalizie kule mwishoni kabisa. Yesu anasema hivi, basi Yesu akijua mawazo yao akamwambia, naanzia mstari wa 25, akamwambia, kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake hufanyika ukiwa, tena mji wa nyumba yote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake, basi ufalme wake utasimamaje? Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, je, wana wenu huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakavyoviteka? Yesu anasemaje hapa? Anasema, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami hutapanya. Maana yake yoyote anayempinga Kristo, maana yake anaharibu kazi ama mipango ya Yesu Kristo. Ni mkuu wa giza. Umesikia maneno hayo? Ni mkuu wa giza, pinga Kristo. Na Biblia nasema hata wapinga Kristo hata sasa wako wengi. Lakini kwenye renki gani? Nazungumzia juu ya mkuu wa giza. Haleluya. Basi kufikia hapo leo ni kushukuru kuwa pamoja nami. Naitwa Apostle Joram. Asante, Mungu akubariki. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtu wako huyu aliye katika mtandao sasa akiwa amesikiliza na kuelewa. Asante kwa sababu Roho wako Mtakatifu yeye ndiye mwalimu na kiongozi wa kuelewesha. Ninakushukuru kwa ajili yake aliye katika mtandao, mahali popote anapoangalia masomo haya duniani. Bwana umbariki, umfunike kwa damu yako. Naachilia nguvu ya damu ya Yesu katika fahamu zao. Naachilia nguvu ya damu ya Yesu Kristo katika masikio, katika mifumo yote ya ufahamu, na mpinga ibilisi na mambo yake yote. Yesu Kristo akubariki. Uwe na siku njema, wakati mwema katika Kristo. Amen. Wakamiri